niingie moja kwa moja katika makusudio. Fitna ilokuwepo kuwagawa watu. Ukitaka kuwatawala watu, tumia mambo manne. Umekosa, tumia matatu, lakini tumia mambo manne. Umekosa, utumie mambo matatu. Haya makafiri wameyaangalia. Ukitaka kuwatawala watu, wanyime elimu, na sisi tumenyimwa elimu mabwana. Tukisema kwamba tumenyimwa elimu, mtu asije akasema mbona tumehifadhi sana sisi Qur'ani, mbona tumehifadhi sana sisi hadithi. Kunyimwa elimu hayo unaweza ukayasoma, lakini elimu inaendelea, na hiyo tunaikosa, ambayo sisi tunaona kwamba haina umuhimu kwetu. Hili jambo lina umuhimu sana, na ndio maana Mwenyezi Mungu kaleta elimu zote. Kaleta elimu zote, na elimu hizo zikawa zipo zinokubalika na zipo ambazo hazikubaliki. Makafiri elimu anazozitumia za kuweza kupata vipaji na uongozi katika nchi, bado elimu hiyo kwenye Uislamu inatumika na inakubalika. Waislamu hiyo pia tunanyimwa na makafiri. Watoto wangapi wameshafelishwa? Wangapi wamefelishwa? Eti watoto wa Islamu hawana akili uzuri, watoto wa makafiri ndio wenye akili uzuri. Wanaona wazi kwamba nyazifa Waislamu watazichukua kwa kutokana na hali yao ya maumbile. Sisi elimu inatukubali zaidi kwa vile sisi tumeikubali Qur'ani. Zipo elimu zilokatazwa, uchawi, elimu ambazo hazikubaliki. Lakini sio elimu ambazo wanazojifunza makafiri, wakaweza kurusha ndege, wakaweza kuongoza watu, wakaweza kuwa madaktari, wakaweza kuwa wajuzi, makamando. Hizi elimu kwetu sisi safi, na hizi elimu sisi tunazihitaji, na hizi elimu kwetu sisi ni muhimu sana. Leo wamekwenda zichukua wao, sisi tumebakia tuko mkiani, tuko nyuma. Kwani elimu hii inakwenda sawa sawa na ilmu ya Qur'ani. Ilmu hizi zinakwenda sawa sawa na ilmu ya Qur'ani. Ndo mtu ukimkuta akaishika Qur'ani halafu akaingia kwenye ilmu hii, anakuwa ni mtu hatari sana, na wala hababaishwi. Na ndo maana tumefikia pahala sasa wake zetu wazalishwe na makafiri, tena wanaume. Ndo wanapotupangia, wametufikia hapo. Kwa hiyo mnyime elimu utamtawala. Na kweli tumenyimwa elimu, sasa hivi tunatawaliwa. Si hayo tu, kwa kunyimwa elimu, vipi tena utaweza kumtawala? Ukiweza ili uweze kumtawala, basi mnyime nini? Mnyime uchumi. Ili uweze kumtawala, akutegemee, ili unaposema akusikilize, mnyime uchumi. Uchumi tumenyimwa Waislamu, hususan wa Zanzibar. Uchumi tumenyimwa na makafiri. Ya tatu, baada hiyo ya pili, ya tatu, ili uweze kumtawala vizuri, wagawe, wabague, watawanye, wasiwelewane, wawe kuna yule kwao wapi, yule kwao wapi. Na hili ndo ninalotaka kuzungumzia hasa kwa muda huu. La nne, ili uweze kuwagawa, ili uweze kuwagawa, basi watie hofu, watishe. Ndo kila kati unaona tunatiwa hofu, tunatishwa. Ili uweze kumtawala mtu, mtie hofu, mtie hofu. Mara unakuja mmekaa kidogo, mnatoa mawaidha, mnaona roho inakuja, mnatiwa hofu ile. Mara mnaona hivi, mara askari wanapita, unatiwa hofu ili uweze kutawaliwa. Halafu haki zako usizitambue, usiweze kusema. Umebanwa kwa nguvu za vitisho. Sasa
Swala zima la kuwagawa watu sasa ndilo ambalo nalokusudia kuzungumziana kwa muda huu wa leo. Alokuweko mbali asogee. Hii hali ni ya hatari ninayotaka kuzungumza hivi sasa hivi. Ni mambo ya kilio. Kama machozi yetu yako karibu, sote tunaweza tukalia. Nilizungumza msikiti wa Msumbiji. Nilipomaliza kuzungumza nilimkuta jamaa analia. Mwisho nikamwambia, Sheikh, istahimili, fanya subra. Ananiambia, ustadhi, maneno ulozungumza mazito, siwezi kunyamaza. Sasa na sisi leo hapa tuone kwamba makafiri njia zote wanazopita wameshakwama. Kwa hivyo wanatumia njia za kutoa vipeperushi, na kuna watu imani zao kwa vipeperushi hivi zimeshawaingia, wameshakuwa hali ya hatari. Na ndio maana inafika wenyewe kwa wenyewe tunafanyiana visa. Mpiga kamera wetu huyo katika harakati hizo alifukuzwa akaitwa mwizi huyo. Baadhi ya askari waliovaa kiraia wamemnadia mwizi, mwizi huyo, mwizi huyo. Sheikh Salum wallahi ndio anafanya harakati mbalimbali, basi wamemnadia mwizi. Kwa hiyo kuna mambo mbalimbali ya hujuma ambayo yatafanywa, lakini sisi tunasema tusivunjike moyo, tuwe na subra, tuwe na subra. Kwani hivi sasa ukitaka kuisimamisha dini kwa vizuri, Mtume anasema itafika zama mtu kushikamana na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam itakuwa kama alokamata kaa la moto mkononi. Na sasa hivi tunaliona kaa la moto tunaliona mifano ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama alokamata kaa la moto, mtu anakuwa akikamatana vizuri na mwenendo wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hata kwenye familia hupendwi. Mbali ya makafiri, si wenyewe kwa wenyewe, kwenye familia hupendwi. Wanaweza kuwa watu wana kikao chao cha shughuli, wakasema basi aitwe ustadhi. Hapa siitwe ustadhi bwana, ataleta mambo yake ya aya na hadithi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hii shughuli haitanoga hii. Mtakuja iharibu bure hii shughuli. Haijinoga hii. Ataanza ngoma haramu, sijui hivi, sijui wanawake wasijirembe, na si wanawake tunataka tujimwage. Hapa hakuna ustadhi hapa. Uongo kweli? Jamii ilivyooza hiyo. Tuko nyang'a. Mtu ustadhi huonekana au shekhe huonekana ni nuksi katika jamii, ni mtu asiyefaa, hana maana, ni mtu aliyepitwa na wakati. Sikwambii tena hawa makafiri. Sasa sikiliza visa hivyo. Baba amuuliza mwanawe, yani baba anaulizwa na mwanawe, baba ndo anaulizwa. Na hii ipo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua ikiwa nyinyi hamjui. Mtoto hajui anamuuliza baba yake. Wao wamefanya kama mifano kutumia vipeperushi hivi, kama mtoto amuuliza baba yake, kwa uhabithi walionao na umaluuni na ufisadi. Maana sijui kama nitaweza kuisoma vizuri kwa balaa lilokuwemo. Anasema baba anamuuliza mwanawe, mtoto anamuuliza baba yake, mtoto anamuuliza baba yake, baba, kwani nani Mpemba? Inna lillahi. Hakuuliza nani swahaba, hakuuliza kwani mtume huyu yukoje, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko vipi.
Haya ndo masuala ya kuuliza. Baba anaulizwa nani Mpemba? Hii kejeli na ni vituko, na kufanya haya ni mambo ya ufisadi, kusababisha kutaka kumwaga damu. Nawaambia ndugu zetu wa usalama, sasa kama nyinyi ndugu ni watu wa usalama, hizi karatasi zinapotoka nyinyi hamzijui na hamjui kama zinahatarisha amani, na maneno yake hamjui kama ni machafu, zinatupwa katika miji sehemu mbalimbali. Mimi ndo nimeipata hii, siwezi kuichapisha maneno kama haya mimi mwenyewe, kwa sababu ni maneno ya watu waliolaaniwa, ni maneno ya watu wakorofi, ni maneno ya watu makafiri, ni maneno ya watu wanaomchokoza Mungu. Baba nani Mpemba? Mpemba ni katika jamii, anajibu baba, Mpemba ni katika jamii ya watu wanaotoka kisiwani Pemba, walifika Unguja kwa ajili ya kutafuta maisha, kwa sababu kwao Pemba ni maisha magumu sana. Alokuwa si Mpemba aka hivyo hivyo, alokuwa Mpemba aonyeshe mkono juu. Basi sote si Mie utasema Nyundo kwao si Unguja? Mimi nimenyosha mkono, damu yangu ushapeleka Pemba, na wake wa Pemba na nishazaa nao. Hivi ninavyozungumza mtoto wangu mmoja yuko kwa bibi yake Pemba, naonyesha mkono. Sawa? Mtu wa Unguja safi hakuingia na Upemba, aonyeshe mkono juu. Wangapi? Wawili. Hata mwanao hukumwozesha Mpemba wewe? Basi shusha mkono chini. We Mpemba bwana, usituhangaishe. Alokuwa Mpemba safi wapo, walochanganya wapo, hao wote tutaita Wapemba. Nataka Muunguja safi hakuchanganya, ye ni Muunguja tu, aonyeshe mkono juu. Hivyo kwenye familia yenu hakuna Mpemba hata mmoja? Wewe umebahatika au tukwambie una bahati mbaya? Mshamuona yule bwana? Mmemwona yule bwana? Simama shekhe, dereva huyo, mmemwona? Sasa kama mmemwona, mumtafute kwa wakati wake, mkamuolee kwao, tumuondoshe unyonge. Sawa, tukamuondoshe ule unyonge. Sheikh Abduli, nawe kwa wako tukuondoe unyonge, maana si raha yetu Unguja na Pemba kitu kimoja. Tayari na Tabara hatuwatengi. Alokuwa kwa Obara aonyeshe mkono juu. Na mimi nimo kila pahala, vitu tu, na ndo maana nikaambwa nipelekwe Singida, kwa sababu nitazungumza na ndugu zangu watanielewa. Tumswalini bwana Mtume. Mlokuwa hamkuonyesha mikono juu, ina maana nafasi ya bara kwenu hakuna, mkaowe bara. Tukate fitna kama hizi na vidomodomo, tuache ile kujifanya mimi Mpemba mtupu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakar wa untha, enyi watu tumekumbeni kwa kutokana na mwanamme na mwanamke. Waja'alnakum shu'uba wa qabaila litarafu, na tukakujalieni mataifa na makabila mbalimbali ili mpate mujuane, sio mbaguane, mujuane. Inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu basi yule ambaye au mtukufu wenu mcha Mungu. Naendelea, baba anasema sasa waliruhusiwa hawa Pemba kuja hapa Unguja kwa kibali maalumu. Sawa, sheria hiyo ipo mpaka leo.
kutoka Pemba mtu kuja hapa Unguja kwa kibali maalumu. Sheria hiyo iko mpaka leo, ilisitishwa tu baada ya mapinduzi ya 1964 ndo ikasita. Basi ndo haipo, tusitiane pambani. Na toka enzi hizo hakuna hiyo. Mimi nilikwenda Pemba, sijenda kwa kibali, na mjomba wangu mimi kalelewa na babu yangu. Mwisho mimi nilifikiria ni mjomba wangu ndugu yake mama yangu, kumbe alichukuliwa Pemba, anaitwa Hamadi Saidi marehemu, nimemzika mwenyewe hapo Mwanakwerekwe, ndugu yake yule pale. Hebu inuka bwana wakuone, maana Mungu anaonyesha hapa hapa. Ndugu na huyo mjomba wangu kachukuliwa Pemba na babu yangu mimi. Kaka yake yule bwana kachukuliwa Pemba na babu yangu mimi, kalelewa mpaka kapata kazi hapa na akazaa Hamadi Saidi yule pale bwana, shahidi Mungu pale pale anaonyesha. Ndugu na huyo nosumgunza Hamadi Saidi yule pale, na ameishi hapa tulivyokuwa tunapendana watu wa Unguja na Pemba, na babu yangu kwa Unguja tu, lakini kamchukua huyo bwana kutoka huko Pemba akamlea. Ihsani hizo watu walikuwa nazo, na ndo ihsani zetu kwenye Uislamu. Kuna wengine wamechukua watu kutoka bara, wamewalea mpaka wakapata kazi na wakaoa hapa, si kwa sababu ya muungano. Sisi tuna muungano wetu ambao Mwenyezi Mungu katuunganisha zamani, la ilaha illallah. Huo hauna dhulma huo, wala haukatiki labda mmoja atoke kwenye dini. Na ndio maana Mungu akasema wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu. Tayari tunaendelea, tunataka kuondoa uchafu kwa sababu kuna Mayahudi na Manasara wanatutilia fikra hizi, na wanafiki fulani ndo wanoleta vipeperushi kama hivi kusema kwamba eti Wapemba siji wa bara kuwa mbali, na wengine wanasema sisi wa Unguja tunataka Unguja yetu. Unguja gani wewe unataka Unguja wako? Sasa mtoto anasema, anampa nasaha baba yake, baba, mbona hawa Wapemba ni watu wazuri, mbona ni watu wazuri tu. Sasa msikilize baba anavyojibu, sio wazuri hata kidogo. Hawa wana sifa mbaya, si wazuri hata kidogo. Maana hizi sifa yenyewe ndio nataka kuzitaja hapa. Wapemba ni wezi, sifa yao ya kwanza. Ya pili waongo. Ya tatu wachafu. Kakusudia nini? Msicheke vo jamani, msicheke. Hili si swala la kucheka. Sasa wakiyapata wajinga haya, ndio wanapokuja ule mkushanyiko wa mambo mabaya na kufanyiana mambo ya ajabu. Atakuja swalisha imamu hapa we Mpemba, wamgoje amalize aswali na Wapemba wenziwe, halafu aingie imamu wa Unguja aswali na watu wa Unguja wenziwe. Nyie mnafanyia masahara haya si masahara. Na ndio maana nikaja kuyazungumza makusudi ili fitna hii itawanyike, iondoke. Madhalimu mbio zao na mitego yao imekwisha. Sisi ni wamoja. Hebu tusemeni sasa, sisi ni wamoja. Twendeni, sisi ni wamoja. Hawatutenganishi, sisi ni wamoja. Tunachokidai kinaeleweka. Takbir, takbir. Hamtutii pambani wala hamtugombanishi. Hamtutii pambani wala hamtugombanishi. Tumekugundueni madhalim, hamtugombanishi. Takbir. Sasa tuko pamoja ha? Si wazuri hata kidogo, wezi, waongo, wachafu, wagombanishi. Wapemba hawana shukurani hata kidogo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Yaani Mpemba hana shukurani hata kidogo. Hawa watu wako kinamna gani hawa? Mambo ya hatari sana. Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haya, ukiwakaribisha Wapemba hao padogo tu, basi watahakikisha wanakunyang'anya kilichobakia na anafanya kama chake. Ukiwakaribisha padogo tu, mwambie hapo bana, wewe utakuwa hapo unafanya nini, basi atakunyang'anya na atafanya kama pake pale. Eti haya ndo mawaidha. Kwa hivyo mtu anapotoa mawaidha usema anahatarisha amani. Hawa wanafanya nini? Sawa, tunasema kwa haya hatukubali wala haturudi nyuma, tutakuwa pamoja, tutashikamana Waunguja na Wapemba na Wabara kutokomeza udhalimu na dhulma ya hali yoyote. Hamtugawi. Mbara akikubali la ilaha illa Allah, ndugu yetu. Mpemba akikubali la ilaha illa Allah, ndugu yetu. Muunguja akikubali la ilaha illa Allah, ndugu yetu. Hata kama anatoka Msumbiji, hata kama anatoka China na Japani, hata kama anatoka Uingereza, katika ulimwengu wote ulimwengu huu wote wa ulimwengu tulionao wa dunia, sehemu yoyote midamu amekubali la ilaha illa Allah, huyo ni nani?